Yeah, hope hii story yangu yenye naenda kupeana kuna mtu mwenye itasaidia. Najua yuko peke yake. Yeah, hii dunia tunapitia mambo mingi na ni tuko wengi. Tuko wengi sana ukifikiria uko peke yako hapana. Tuko wengi ni venye. Kila mtu akikuja aseme story zake. Utaona we uko better. So, yeah, mi nilipata mtoto nikiwa mdogo sana. Nilipata first born wangu nikiwa 15 years, tuseme hapo nilishika mimba nikiwa age of 14. Yeah, na nikishika, nilikuwa mdogo kabisa. Na kitu yenye naeza sema before niendelee kwa hao wasichana wadogo. Ukikuwa na marafiki friends, choose wale marafiki wenye utakuwa na wao. Kwa sababu kama we ni young, ukikuwa na wasichana wenye ni wakubwa kidogo washajua mengi, wanaeza kudanganya. Yeah? So, mi nilikuwa mdogo na nilikuwa nakaa na friends wasichana wenye wamenishinda age, wasichana wenye washajua more. So, unaona msichana anakuja anakuambia vile alifanya. Hizo vitu zenye unaambiwa alifanya hujai jaribu. Si obvious ukikuwa na marafiki zako mtu akuambie nilifanya hivi na hivi hata wewe utataka kutry ujue. Yeah, so naeza ambia wasichana wadogo kuwa careful na wale marafiki wenye unakuwa nao. Usidanganywe. Usidanganywe na hao wasichana wakubwa uende kujaribu kitu yenye itakuharibia maisha yako kabisa. Kuwa na time yako, soma, hizo vitu zenye wanakuambia sahii unaeza fanya, zitakuwa, hizo ndio vitu ziko mpaka hata ufike miaka ngapi. Hakuna kitu yenye utafanya sahii different na mtu mwenye ako na miaka 30 yenye anafanya iko tofauti. Yeah, so hiyo ndio kitu yenye naeza taka kuambia wasichana wadogo. Hiyo age yenye uko nayo, hakuna mwanaume mwenye anakupenda. Mwenye anakuambia anakupenda sahii anakudanganya. Ebu hata we fikiria sahii, uko na miaka tuseme, hata kama uko na 18 ama 17, kuna kijana mahali anakuambia anakupenda. Wewe ni mtoto mdogo sana anakupenda akufanyie nini? Ama akupeleke wapi, you know? Mtu kama huyo ni mtu mwenye anataka kukuuse, akuharibie maisha yako. Na once atakuwa amekuuse, maybe upate mimba, ama hata upate ugonjwa pia iko, msikuwe mnaogopa ati ni mimba peke yake. Huyo mtu atakuwa amekuharibia maisha. Ukipata mimba, masomo yako imesimama. Mtu mwenye amekupea mimba kama ni student mwenzako, yeye ameendelea na masomo yake kawaida. Hakuna place masomo yake itasimama. But wewe ona utaanza kubeba mimba miezi 9, utarudi utakuwa mama, saa hiyo uko miaka kidogo sana 16 years hapo. Wewe ushakuwa mama, once umepata mtoto utaitwa mama hata ukuwe mdogo aje. Imagine marafiki zako wanaendelea shule, watakuwa wasichana wadogo. But wewe at your age ushaitwa mama. Huyo mtu si amekuharibia life. Hakuna place atakupeleka, hatakusaidia. Na utakuwa nikaa burden kwa parents wako. So be careful, msome wachana na mambo mengi. Time itafika yenye utafanya kila kitu unataka uchoke. Jiheshimu ndio huko mbele unakuja kupata mtu pia anakuheshimu. Juu ukijieka hivyo sasa hivyo ndio umeharibu life. Hakuna mtu mwenye hataki kuona ukiwa serious. Yaani ukiambia mtu ulipata mtoto ukiwa hiyo miaka kidogo. Unajulikana ulikuwa na tabia mbaya. Hakuna mtu mwenye atakuunderstand ama ulidanganywa ama nini ilifanyika. Obvious ulikuwa na tabia mbaya. Yeah. So mi nilipata mtoto wangu nikiwa mdogo sana. Like ile hata hujui kukuwa mama ni nini. Mamangu ndiye alinisaidia mimi sikuwa naelewa kitu yeyote.
Like tena ukipata mtoto ukiwa mdogo, hauna ile love. Unajua ile kuna love yenye parent anakuwa nayo kwa mtoto wake. Ukiwa mdogo hata hiyo love hauna. So mi like sikuwa naelewa kitu yoyote, nimepata mtoto. Mi hata sielewi, saa zingine hata naona huyu mtoto sasa ndiye ananitesa, ndio vile ushapata mtoto mdogo, usiku mtoto ameanza kulia. Huwezi pata usingizi yako ulale vile ulikuwa unalala. Unashangaa ni nini inasumbua huyu mtoto. Like uko bado na ile uchungu, unaumia ile uchungu umepata mtoto. Na huyu mtoto ndiye amefanya uumie, sasa unaona tu tena anakutesa kabisa. Sasa hata hupendi ule mtoto vile mtoto anafaa kupendwa. So mi mamangu alikuwa there for me. Nashukuru sana mamangu na nampenda mamangu sana. Like yeye ndiye alilea huyo mtoto wangu. So vile nilipata huyo mtoto, sikuendelea na masomo, nilikuwa mdogo sana. Sikuendelea na masomo. Alafu sasa ni ile unaimagine wananiambia nirudi shule. Obviously nikiwa shule nikisoma mtoto wangu ataingia shule na mimi niko shule. Sasa na imagine mimi naitwa mom na niko shule na huyo mtoto ako shule. Nikasema hapana. Which is nilikuja kuregret baadaye, ningekubali tu nirudi shule juu nilikuwa myang sana. Hiyo ndio makosa yenye nilifanya, kukataa kurudi shule tena. But hiyo ilishapita. So vile nilikataa kurudi shule, mamangu akaendelea tu kunisaidia kulea mtoto. Ndio wakakuja, sasa wakaamua kunipeleka course. Sasa hizo siku nilikuwa pale nyumbani nikilea mtoto, nilikuwa napenda kushuka sana. Vile nilikuwa napenda kushuka, so wakaamua tu wanipeleke. Like sasa nijue kushuka kabisa juu sasa nimekataa kuenda shule. Mimi sijasoma ati nitapelekwa course ingine. Nishakuwa tu, unaelewa, yaani wewe uko tu. Nikaanza kushuka. Wakinipeleka hiyo course ya, hata niliwaachia mtoto akiwa tu mdogo. Juu mi sikuwa naelewa hiyo maneno ya mtoto ati niseme wacha nikae kwanza nilee mtoto. Hapana, mamangu wewe kaa na mtoto. Mimi nikaenda kujifunza hiyo maneno ya kushuka. Like ni kitu ilikuwa ndani yangu, so hata sikukaa ati kujifunza sana. Nilienda kama miezi 2 tu. Nishatoka huko, nishajua kufanya mambo yangu. Nikarudi, nikaanza kufanya hapo karibu na home. So unajua hizo wakati kushuka. Si ati ni pesa ya maana, my friend, ni 50 bob ama. But nilikuwa na bidii. Mimi nilikuwa na bidii mpaka sasa, thank God tu niko na hiyo bidii ya kutafuta. Nilikuwa nafanya ikifika. So pale nilienda nikaanza kuishi na mafriends zangu sasa wenye tulipatana tunashuka. Hapo kwako katown tu kako karibu na home. So nikishuka wiki mzima ile pesa yenye napata ningeenda home. Nanunulia mtoto wangu nguo, sasa hapo tunguo twa fashion. Nanunulia mamangu kasukari nini naenda home. Nakaa hapo tena narudi. Naendelea kung'ang'ana na maisha. So siku moja kuna cousin yangu mwenye tulifanya na yeye hapo akakuja Nairobi. Kukuja Nairobi, vile alikaa Nairobi akarudi akaniambia, Mercy, pesa iko Nairobi. Jipange sasa tuende tukafanya kazi wapi? Huko Nairobi. Mimi nikasikia Nairobi kuna pesa. Nimelelewa ushago. Hiyo ushago nimesoma, hata kama nilisoma kadogo ni hapo tu ushago. Kila kitu ni ushago. Ashaniambia pesa iko Nairobi. Mimi ni nani nikamwambia. So yeye akaenda akaniambia wewe tafuta pesa. Ukikuwa ready sasa pesa ya transport, hiyo time nikikumbuka transport ilikuwa kitu 600 kutoka ushago kwetu mpaka huku Nairobi. Akaniambia wewe tafuta fare, ukikuwa ready unipigie simu alafu
uniambie ukuje. Hiyo ilikuwa mwaka wa 2007. 2007 hapo sasa ikienda kuisha. Mimi nikastafuta pesa sasa, ile pesa yenye nashuka nayo naeka ka 50 bob nikaeka hivyo kidogo hivi. After 1 month nikakuwa niko ready, nishapata fare yangu ya kunipeleka Nairobi. Sikuambia mtu kama mimi nishapata kazi Nairobi naenda. Mimi vile nilipata nikapigia kazini yangu simu nikamwambia nishapata fare, niko ready, tufanye aje. Akaniambia vile nitapanda gari nikuje mpaka Nairobi. Nikapanda gari asubuhi na mapema. Pesa saa 8 hapo hivi saa 9 mimi niko Nairobi. Wacha niwaambie kitu ya kwanza, nilifika Nairobi. Watu hutoka mbali na tumetoka mbali. Tumetoka mbali sana sana. So vile nilifika Nairobi, kazini yangu ameningojea, akanichukua. Vile alinichukua akanipeleka kwa nyumba. Mama yo. Okay, tukafika Nairobi. Akanipeleka, tukasettle, tukaanza life. Tulianza life chini sana, mahali tulianzia like. Ni ile nilikaa mpaka nikasema, tena afadhali ningekaa ushago ama nini. But kazini yangu wananiambia sasa, lazima tu work hard. Hapa mahali tumeanzia saa hii, hatutakaa hapa milele. Tukipata pia pesa, tutaweza kama ni nyumba, tutafute tena nyumba mzuri kidogo kushinda hii. Hivyo tukiendelea. Sasa tukaamua kushikana hivyo pamoja, tukaanza kufanya kazi. Tukafanya kazi hiyo 2007 ilikuwa karibu. Ilikuwa hiyo 2007 tukakaa pamoja. Tukafanya kazi kufika Disemba. Ndio nikaenda unajua hiyo wakati hata masimu hasikukuwa. Sasa mimi nishapotea, simu ni ile ungeenda unapiga ile simu ya jamii watu wanaijuanga. Ile yenye ulikuwa unapeleka 10 bob. Unapeana unapiga simu. So nyumbani hata wameshangaa huyu msichana tena aliendanga wapi jamani. Msichana hata ambii mtu alienda mahali. Kuna niliambia sasa mahali sistangu ameolewa. Kuna kijana ni kama ni kazini ya sistangu sasa huko place ameolewa. Hapa mahali nilikuwa nafanya job, huyo kijana alikuwa anasoma hapo karibu. Yeye ndiye alijua, ndio nilimwambia naenda Nairobi. So kijana mpaka siku yenye wamepata media kaenda kwao, ndiye alikuja kuambia sister yangu Masi aliendanga Nairobi. Sister yangu ndiye amekuja nyumbani kusema. Sasa after wamengojea home sijaenda, wameenda huko mahali nilikuwa nafanya kazi, wakaambiwa Masi alienda. Like sikuambia mtu. Mimi nilijua Nairobi naenda niambie mtu alafu aanze kunizuia nisiende. Hiyo nikasema hapana, sitaambia mtu, hiyo ni siri yangu mimi. So vile ilifika sasa Nairobi, unajua hiyo time place yenye tulikuwa tunafanya job at least ungeshuka na 200. Hapo 150. So hiyo pesa yenye nilikuwa nafanyia yote nilikuwa na save. Hata kama tulikuwa tunatumia pale, tulikuwa tunatumia pesa kidogo. So naweka na save. Vile ilifika Disemba. Like mimi ni ule msee napenda nikifanyia mtu. Like nikifanya kitu ilikuwa inanifurahisha. Nikienda kwetu kama nimebeba kitu kama hiyo sukari, nimewapelekea kitu. Yani na feel tu vizuri. So hiyo pesa yenye nilisave nikawafanyia shopping. Watoto wetu wadogo nikawanunulia nguo, nikanunulia mtoto wangu nguo. Nikaenda, sasa nimebeba, nimetoka Nairobi sawa. Kufika kwetu haki mamangu tu aliniona akalia akaniuliza Masi. Si ungeniambia tu haki, ungeniambia unaenda. Umetupea stress huku tumekutafuta hakuna mahali unaonekana.
Na umetuachia mtoto huku nyumbani, ungetuambia. Mimi nacheka huko kwote naona ni surprise tu nimewafanyia, sioni kama nilikosa. Haki kukua mtoto ni kitu mbaya. Saa hiyo niko kitu 17 years sasa. Nishafanya kazi Nairobi, nimerudi ushago, niko na shopping. Nishajibaiya tu high heels, nimevaa, sawa. So, nikakaa hapo home, tena nikarudi sasa tena nikarudi Nairobi. So, kurudi Nairobi, hapo vile nimekaa, vile nilipata mtoto wangu hapo, I think sikuwahi enda kurudi tena kupata mtu like tena sasa nina date ama nini hapana. So, vile nilikaa home, nikakuja tena, nikarudi Nairobi. So, kurudi Nairobi, vile tunaendelea kuishi pale, kuna msichana mwingine alikuja kuishi na sisi. So, vile huyo msichana alikuja kuishi na sisi, akakuja akakosana na cousin yangu. Vile walikosana na cousin yangu, sana huyo msichana vile alikuja kuishi na sisi, akakuja akakuwa like friend yangu sasa. Tushakuwa friends kabisa, akitoka job ananipitia place nafanya job. Na wacha niseme tena niko lucky, mimi mahali naenda mahali nakaa like napendwa. Mama mwenye nilikuja kufanyia kazi nikitoka, vile hiyo wakati tu nilitoka Kisii job mahali niliingia. Huyo mama alikuwa tu mzuri, alinipenda. Alikuwa anasema nafanana na daughter wake. Which is true, hata watu wakwa walikuwa wanakuja wakinipata hapo. Wanafikiria mimi ni daughter wa huyo mama.